Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu, kanisa la Mlimani. Mungu wa mbinguni na wabariki sana. Wale ambao ni wageni wetu tuliobahatika kuabudu pamoja nao katika sabato hii, Mungu wa mbinguni na wabariki sana. Katikati ya mkutano ninao wadogo zangu. Lameki, unaweza kusimama pamoja na anko. Simameni. Au ni huyo ni mdogo wangu. Alafu tuna anko, mtasimama. Mnaweza kusalimu mkutano. Asante. Mungu wa mbinguni na awabariki. Ninawashukuru sana wazee wangu wa kanisa. Mungu wa mbinguni awabariki. Ninawashukuru kwaya. Mungu awabariki sana. Leo nimeona mkiwahi shule ya Sabato. Karibia nusu ya wanakwaya mlikuwepo. Mungu awabariki sana. Niwashukuru timu nzima ambayo tumekuja kutumika kwa siku ya leo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tufungue kitabu cha Mathayo sura ile ya 20. Mathayo sura ya 20. Mama Mariam, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Umetuhudumia vizuri watoto. Mungu akubariki. Pamoja na idara ya watoto, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Je, tumefika kitabu cha Mathayo sura ya 20. Tukifika tuseme amina. Na lile fungu la 29. Hata walipokuwa wakitoka wapi? Jamani, tuko pamoja ama ni kama tumechoka sana? Hata walipokuwa wakitoka, mkutano mkubwa wakafanya nini? Mkutano mkubwa wakamfuata. Mungu alibariki neno hili takatifu kwa jina la Yesu. Amina. Tuombe. Baba yetu, Mungu unaishi milele, zungumza nasi kwa dakika hizi chache tu, ili sisi sote tupate kuokolewa. Tusaidie kumuona Yesu pekee, Yesu Kristo peke yake katika neno la leo. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Neno linasema ya kwamba makutano wakamfuata. Lakini kabla ya makutano kumfuata, ebu niwaulizeni swali. Ikiwa walikuwa wanatoka Yeriko, kinyume cha neno kutoka, maana yake tunaweza tukasema nini? Jamani, tuko pamoja? Walikuwa wanafanya nini? Wanaingia, si ndio? Kutoka. Kinyume chake, kinyume cha kutoka ni kuingia. Kwa hivyo Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanaingia wapi? Kabla ya kutoka walikuwa wameingia Yeriko. Yesu hakuwa peke yake. Anao wanafunzi 12 wanaoambatana naye. Lakini anao watu ambao wanasema sisi tumeamini na kuyafuata mafundisho yako. Na kisha liko kundi ambalo wanamfuata Yesu kwa sababu wanajua Yesu anafanya miujiza na maajabu. Kwa hivyo sio mkutano wa kawaida unaoingia katika mji wa Yeriko. Lakini je, kabla ya kuingia, Biblia inasema nini katika kitabu cha Yoshua? Yoshua sura ile ya 6 na lile fungu la kwanza. Kitabu cha Yoshua sura ya 6 na lile fungu la kwanza. Watu wa mawasiliano, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu awabariki. Wale ambao wanatufuatilia kupitia YouTube, Mungu wa mbinguni na awabariki wote. Fungu la kwanza linasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa. Tuko pamoja? Wala haujaegeshewa tu mlango.
bali mwandishi anasema ulikuwa umefungwa kabisa. Hakuna access ya kuingia wala hakuna access ya kutoka. Wamefunga kiasi kwamba hakuna mwingine yeyote anayeweza kuingia ama anayeweza kutoka Yeriko. Kwa nini? Kwa sababu ya wana wa Israeli. Nikiliangalia hili andiko ninaliona kuna mahali haliko sawa. Kwa nini? Aidha ni wakazi wa mji wa Yeriko ambao akili zao haziko timamu. Kwa nini? Wanawezaje kukubali kufungiwa ndani? Halo? Yaani mimi nikija tu hapa nasema nafunga geti hapa, nafunga mlango, si mtaniona mchungaji, kwa nini unafunga mlango? Na mtataka kutoka. Kana kwamba mzee Machota leo ningesema jamani nataka niwahubirie mpaka kesho, funga geti, funga milango, ningetaka hata kupigana na mchungaji anasema tunataka kwenda nyumbani. Lakini cha ajabu sioni watu wa Yeriko wakimwambia anayefunga, sisi hatuhitaji utufungie milango. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatujakwambia utufungie. Hapa ndani kuna wanaume, hapa ndani kuna vijana Yeriko hapo. Hapa ndani kuna wamama na mabinti ambao hawajaolewa na wengine wameolewa, lakini wote kwa pamoja wanakubali kufungiwa ndani. Kwa nini wanafungiwa ndani? Na ni nani aliyetoa amri wafungiwe ndani? Kumbe ziko nyakati wanaume wanaweza kufungiwa ndani. Ziko nyakati wanawake wanaweza kufungiwa ndani. Ziko nyakati hata vijana hufungiwa ndani wasitoke wala wasiingie. Ziko nyakati hata kwaya hufungiwa ndani wasiingie na wasitoke, wamefungwa. Swali kubwa, je, unafahamu umefungiwa ndani? Ndilo swali kubwa mchana wa leo. Je, mimi niliyoko hapa kanisa la Mlimani ninajua nimefungiwa ndani? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 kinatuambia juu ya yule mfalme aliyemkamata Petro na kumfunga gerezani. Aidha bila ridhaa yake ama vyovyote amemkamata na kumfunga ndani. Hana uwezo wa kutoka tena. Nikisoma Biblia nasema Mungu wa mbinguni tusaidie washiriki tuweze kufahamu. Yaani hata wale ambao ni watumishi wa Mungu ziko nyakati wanafungwa pia. Wanafungwa. Wale ambao wanasimama na kusema Bwana Yesu asifiwe, ziko nyakati wanafungwa. Swali, je, wanafahamu wamefungwa ama hawajafahamu wamefungwa? Petro amefungwa gerezani. Nani amemfunga? Ni mfalme. Si tu yeye. Sura ya 16 ya kitabu cha Matendo ya Mitume inazungumza ile fungu la 25, inazungumza habari ya Sila na Paulo. Na wao wamefungwa ndani ya gereza, hawatoki. Mchungaji, unazungumza kitu gani? Leo ninaleta habari hii ya kwamba tunaweza tukawa ndani ya kanisa lakini tumefungwa.
Hivi kuna mtu tuko pamoja ananisikiliza kweli? Nyoshe mkono. Wako washiriki wanakuja kila ibada ya Sabato, lakini shetani amewafunga. Je, kufungwa ni habari njema? Bila shaka ni habari mbaya. Lakini hapakuwa na mwanaume wala mwanamke aliyesema tunataka kufunguliwa geti. Kufungwa katika mji wa Yeriko kulisababisha wote waangamie. Yamkini kama geti lingekuwa wazi, kila mmoja angetafuta namna yake ya kutoroka. Lakini kwa kuwa geti lilikuwa limefungwa, hakuna hata mmoja aliyeokoka. Ndugu zangu, watu wa Mungu, mara ngapi shetani ametufunga? Yuko mshiriki, yuko ndani ya kanisa, lakini shetani amemfunga. Nyumbani kwake ni ugomvi, wanapigana yeye na mke wake na watoto. Lakini akija kanisani yuko tu sawa. Lakini amefanya nini? Kile kitabu cha Siri ya Ustawi wa Familia, ukurasa namba 17, inasema nyumba yenye amani na upendo, malaika watakatifu wa Mungu hupenda kukaa. Je, kinyume cha hayo maneno ni nini? Bwile, mbona unacheka? Je, kinyume cha maneno hayo ni nini? Zenjaba, kinyume chake ni nini? Nyumba yenye magomvi, nyumba ambayo haina amani, shetani hupenda. Simuitikie. Shetani hupenda nyumba hiyo, shetani hupenda kukaa sana. Ni washiriki shetani amewafunga katika magomvi. Mungu na atusaidie. Kwenye kwaya tunaimba, lakini shetani ametufunga katika magereza tofauti tofauti. Ni viongozi wa kanisa, lakini shetani anatufunga katika magereza tofauti tofauti. Nimewahudumia watu kadhaa. Unashangaa jinsi shetani asivyo na huruma. Wachungaji huwafunga, wainjilisti huwafunga, wanandoa hajali wewe ni kijana, yeye hufunga. Na anapofunga hakuna access tena ya wewe kutoka. Taratibu, unajua ni kana kwamba yule mfalme alianza kusema, sikilizeni ndugu zangu, wana wa Israeli wanakuja, kwa hivyo tufunge milango. Ukiliona ni kana kwamba ni jambo jema, lakini lilikuwa na madhara baadaye. Kana kwamba nataka kusema nini mchana huu? Shetani hukudanganya kwa kukwambia wewe sio wa kwanza. Hakuna mkamilifu kanisani. Hata mchungaji ni mdhambi. Wewe haujakamilika. Wewe unamwona fulani, alafu kana kwamba hoja yake ni njema na wewe unaingia. Kumbe ndivyo anavyokuingiza na kukufunga. Wako washiriki wetu walilala usingizi wa mauti, shetani akiwa amewafunga. Wako wachungaji waliolala usingizi wa mauti, shetani akiwa bado amewafunga. Ashukuriwe Mungu ambaye katika kitabu cha Mathayo 20:29 hawa watu baadaye karibia miaka 1400 ndipo wanapata kibali cha kufungua geti Yesu aingie. Sijui shetani amekufunga mara ngapi katika dhambi.
Shetani hufunga biashara za watu. Shetani hufunga ndoa. Sasa hivi tunafanya mahubiri ya redio ya kanisa la Kimanga, message na simu ni nyingi, ukizipokea unasema Mungu wa mbinguni, watu wako kumbe wanapitia hali ngumu. Shetani anawafunga watu. Bwana na wabariki. Usicheze na shetani. Atakuonyesha uzuri lakini mwisho atakuangamiza. Mchana wa leo Yesu akiwa anaingia katika mji wa Yeriko. Yeriko, mahali ambapo alikuwepo yule baba mtoza ushuru ambaye shetani alimfunga katika udanganyifu wa kudanganya. Huyo sio mwingine, ni Zakayo. Wako wengine tunafungwa katika udanganyifu, kudanganya na kujipatia faida. Lakini siku ile alipomwona Yesu akiingia mji wa Yeriko, alifungua moyo wake. Kitabu cha Luka sura ya 19 fungu la 1 na kuendelea kinasema, yule Zakayo mtu mfupi. Kumbe hata watu wafupi wanaweza kumfungulia Yesu mioyo yao. Anafungua moyo, anamwambia Yesu, anamhakikishia maneno haya, leo wokovu uko nyumbani mwako. Ninatamani mchana wa leo awepo mtu mmoja hapa ambaye atafungua moyo wake, Yesu aingie aweze kuokolewa. Shetani amefunga watoto wetu. Shetani ni adui yako. Ninataka kusema nini na kurudia? Shetani ni adui, hajawahi kuwa rafiki yako. Ni adui ambaye akikufunga anataka kukuangamiza usiokolewe. Lakini Yesu anasemaje? Tusimame na Biblia zetu katika kile kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 3 na lile fungu la 20. Neno la Bwana linasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Katika mji ule wote wa Yeriko ni Rahabu pekee aliyekuwa kahaba ambaye alisema, nimechoka kumtumikia shetani, nahitaji kuwekwa huru. Ni Rahabu kahaba pekee ambaye siku ile alisema, nimefungwa miaka yangu yote na shetani, ninahitaji kuwa huru. Sijui kwako umefungwa miaka mingapi, lakini leo ikiwa utasema nahitaji kuwa kama Rahabu, Mungu ana uwezo wa kufungua kutoka katika magereza uliofungwa. Kulikuwepo na vipofu. Bartimayo alikuwa ni miongoni mwao. Katika mji huu wa Yeriko. Yeriko inaweza kuwa kanisa hili la Mlimani, inaweza kuwa nyumbani kwako, kazini kwako, whatever. Lakini walikuwa ni vipofu licha ya kukaa Yeriko. Tunaweza tukakaa kanisani hapa, kanisa la Wasabato, lakini sisi ni vipofu. Wito huu ninakutolea kwako mchana wa leo. Fungu lile la 18. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka, macho yako upate kuona. Ni wangapi mchana wa leo wanasema, Mungu wa mbinguni tusaidie?
Haijalishi umefungwa miaka mingapi, lakini leo Yesu anaingia katika mji wa Yeriko na anatoka. Ni wangapi watamfuata na wako tayari kutembea na Yesu kama hawa makutano waliokuwa wakitembea na Yesu na kumfuata? Je, yuko mtu anasema ninahitaji kutembea na Yesu na kumfuata? Anyoshe mkono. Mungu wa mbinguni na awabariki. Mzee Njaba, karibu. Na lile sanduku la maombi ninaomba liletwe. Ninaomba liletwe ile sanduku la maombi. Ndugu zangu, shetani asiendelee kukufunga. Yesu anazo nguvu za kukufungua. Nimeona Yesu akiwafungua watu waliofungwa na shetani asitake kuachilia. Lakini yote kwa Yesu, Mungu anawafungua wanaofungwa. Sijui umefungwa kwenye nini. Sijui umefungwa kwenye mahusiano, sijui, ambayo hayawezi kuendelea tena. Mwingine ananiambia, mchungaji niombee. Kila mtu akijua tu mimi kabila langu ni fulani ananiacha. Nimekwisha kukata tamaa na miaka 31. Shetani hufunga hata mabinti. Sijui, lakini nina habari njema, Yesu ana uwezo wa kufungua. Wengine ni laana, wengine ni madeni. Shetani amewafunga, kila wakitaka kuondoka madeni, kila wakitaka. Shetani amewafunga, Yesu ana uwezo wa kukufungua. Wengine ni amani hakuna nyumbani kwake. Mume akirudi ama mke akirudi ni magomvi. Yesu ana uwezo wa kuleta amani. Yamkini bado kuna mtu ana jambo anataka kuliweka hapa. Tunakwenda kwenye maombi, ndipo tunahitimisha ibada hii. Ninamleta Yesu mwenye nguvu za kufungua wale waliofungwa, shetani asiwaachilie. Wengine wamefungwa kwenye magonjwa, wengine kwenye nguvu za giza, wanatumikishwa. Yesu bado ana uwezo wa kukufungua. Je, yuko mtu anasema, Mungu, mimi nina shida, anahitaji Mungu aingilie kati mchana wa leo? Je, yuko mtu katikati yetu amefungwa? Mimi sijui umefungwa kwenye nini, lakini unasema, Yesu, kama ulimwokoa Rahabu ukamfungua, na mimi niko tayari unifungue. Aje mbele. Huyu aliyefungwa anataka kufunguliwa, aje. Nina ombi maalum kwa ajili yake. Wewe usimwangalie jirani, ni wewe nazungumza na wewe. Moyoni mwako unasema, nimefungwa kwenye kitu fulani. Ni biashara haiendi, nimefungwa. Ni nyumbani hakuna amani, nimefungwa. Nahitaji Yesu anifungue. Huyo ndio ninahitaji kuomba pamoja naye mchana wa leo. Ni ndoa. Wale ambao miguu yenu haiko sawa, mnaweza kuketi tu. Yesu anatuangalia sote. Yule ambaye anasema amefungwa, tumejifunza pale, milango ilifungwa kabisa. Hakuna access ya kuingia, wala hakuna access ya kutoka. Umejaribu kutoka lakini umeshindwa. Umejaribu kutoka kwenye hiyo hali, lakini mara kadhaa umeshindwa. Unamhitaji Yesu anayefungua. Ninamleta Yesu aliyefungua waliokuwa vipofu. Yesu ana uwezo wa kufungua walio vipofu. Yesu wa Nazareti anazo nguvu za kufungua. Nimemuona, nina ujasiri wa kusema Yesu ana nguvu. Nimemuona. Je, katikati yetu yuko mtu alifungwa na sasa anataka kutengeneza maisha yake upya pamoja na Yesu? Je, yuko mtu wa namna hiyo anasema, niko tayari kwa ajili ya ubatizo, na ubatizo tunao mchana pale Kimanga? Je, yuko mtu katikati yetu anasema, nilifungwa, mahusiano yangu na Mungu hayakuwa sawa, niko tayari kwa ajili ya mahusiano upya na Yesu wangu? Anahitaji kubatizwa, anahitaji ubatizo, anyoshe mkono.
anayatoa maisha yake. Mama, Mungu akubariki. Wazee wa kanisa, njooni mshikeni mtu wa Mungu huyu, mtieni moyo. Mama, karibu, sogea mbele, wazee watakushika mkono. Mzee Mambile. Mwingine ambaye anasema nahitaji kutengeneza maisha yangu na Kristo kwa njia ya ubatizo. Mungu akubariki sana rafiki. Mungu na akubariki. Mwingine, mama, Mungu akubariki sana. Mwingine, wala usione mwingine anasemaje, ni wewe. There is anyone here? Anyoshe mkono ambaye anasema, Yesu, nahitaji kufanya mahusiano upya na wewe. Mungu na atubariki. Mungu na wabariki ninyi. Yesu mwenye nguvu na wafungue katika vifungo vyenu. Mama, Mungu na akubariki sana. Maamuzi haya ni ya muhimu mno kwenye maisha yako kabla ya mlango wa rehema kufungwa. Lakini ninyi mliosimama huko, ninajua kila mmoja anatafakari maisha yake. Leo mkaribishe Yesu ambaye akiingia mageti yanafunguka na watu wanamfuata. Ninahitimisha kwa kusema, kwa kuwa Yesu yuko mahali hapa na tumfuate yeye, tutakuwa salama. Sisi tuliokuja tutapiga magoti, na ndugu zangu mliosalia huko mnaweza kupiga magoti ama mnaweza mkasimama kulingana na afya yako jinsi ilivyo. Mzee Njaba utaomba kwa ajili ya mahitaji haya na kwa ajili ya watu wa Mungu waliokuja hapa. Je, tunaweza kusogea karibu? Watu wa Mungu mliokuja, mnaweza kusogea hapa? Mnaweza kusogea hapa wote kwa pamoja. Sogeeni kwa pamoja. Tupige magoti, sogeeni kwa pamoja. Mzee utashika pia box. Tunawaombea hata wanaofuatilia pia online. Mungu wa mbinguni awafungue. Tuombe. Baba yetu na muumbaji wetu Yesu Kristo, kuhani wetu uliye juu mbinguni, tunasema asante kutupa nafasi njema masaha ya mchana. Tunasema asante kumtumia mtumishi wako mchungaji Nashoni kuleta ujumbe huu masikioni mwetu. Baba yetu, hakika ujumbe umefika kwa muda sahihi. Na sasa tunachokiomba, Mungu wetu, tusaidie. Amen. Ujumbe huu ambao umegusa mioyo yetu, kila mmoja wetu ambaye amesikia ujumbe huu, akiwa yuko hapa karibu au akiwa yuko mbali, Mungu wetu, tunaomba badiliko la pekee liweze kutendeka katika maisha yetu. Amen. Ndani ya sanduku hili kuna watu wako wameandika mahitaji ya mioyo yao. Baba yetu na muumbaji wetu, itikia kilio na haja ya mioyo ya watu wako ambayo wamesukumwa na hatimaye wakaamua kuandika wao wenyewe ujumbe ambao wamekuandikia. Amen. Lakini wapo wengine ambao hawakuandika, lakini ndani ya mioyo yao, Mungu wetu, sisi sote tuliopiga magoti mbele zako tumejuta na kubaini kwamba ni kweli tumefungiwa ndani na mwovu shetani. Sasa minyororo ile ambayo mwovu shetani ametufunga, Mungu wetu, itengue. Amen. Ahadi zako ni za pekee na ni za kweli na zitatimia wakati wote. Unaposema kwamba njooni kwangu ninyi nyote, Mungu wetu, sote tumekuja mbele zako, sikia kilio chetu. Amen. Yawezekana yapo mambo mengine ambayo sikuyataja sababu ya ubinadamu, lakini wewe wajua. Mungu, timiza haja ya watu wako. Amen. Tunaomba hayo na kushukuru na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Baba yetu na Mungu mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth mwenye nguvu, ambaye akiingia mahali palipo na gereza watoto wa Mungu wamefungwa, huwafungua na kuachilia. Mchana wa leo kundi hili la watoto wako wamekiri wanahitaji kufunguliwa
katika yale majumba na magereza waliofungwa kwa miaka mingi. Mimi sijui, lakini wewe umefahamu jinsi shetani amewatesa. Familia zao, biashara zao, watoto wao, mahusiano yao na nyumba zao pia wamefungwa matumbo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, uweza wako Mungu na upite katika kutano hili, wote wakafunguliwe, wakawekwe huru. Siombi tu kwa ajili ya hawa, ninaomba kwa ajili ya wale wanaotufuatilia online pia. Gusa, ukawafungue, ukawaachilie huru. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao ni washiriki wa kanisa hili. Yesu, fungua katika vifungo walivyofungwa, hata kama ni viongozi. Tufungue leo, achilia watu wako wawe huru. Yesu ulimfungua Petro, Yesu ulimfungua Paulo na Sila. Yesu, ninaomba fungua kutano hili la Mlimani. Fungua kila mmoja wetu aliyekuja hapa, mfungue. Wengine wametamani sana kuacha dhambi, lakini kila wakijaribu, shetani huwavuta tena na kuwafunga kabisa. Kwa jina la Yesu Kristo, jinsi ulivyomwokoa yule kahaba, ninatangaza, okoa kanisa lako la Mlimani. Okoa, okoa Yesu, okoa. Kwaya yetu iokoe, viongozi wetu waokoe, baraza la kanisa liokoe, na kanisa lote tuokoe, na wageni wote tuokoe. Asante Yesu, kwa kuwa uweza wako unapita mahali hapa, kila mmoja mmoja akifunguliwa. Asante Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya dada aliyejitoa kwa ajili ya ubatizo. Nasi tunamleta kwako, mshikilie hata mwisho wa wakati aupate uzima wa milele. Tunaomba kwa ajili ya mahitaji katika sanduku hili. Yesu, kwa jina lako ukawatendee watoto wako. Sasa tupatie amani, maana tumesikia Yeriko ilifunguliwa na watu wakakufuata. Nasi sote kwa pamoja tumekiri kufunguliwa, na sasa tunakufuata, uliye Mungu na Bwana wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu na wabariki. Bwana mwenye uwezo wa kufungua amewafungua. Nendeni kwa amani ya Bwana. Mungu na atubariki. Mungu na